yetu. Sasa tufanyeje? Na sisi lazima tumue, kwa sababu haiwezekani amiliki ni mwanamke. Mwanamke hatakiwi kumiliki. Wakaenda kwa waganga wa kienyeji, wakatoa sadaka ya ng'ombe kwa ajili ya kumuua. Mimi wanasemaga tujihadhari na mali za marehemu. Yaani kama watakupatia kwa amani sawa, lakini kama kuna fujo achana nazo. Tafuta zako. Ni zaka tu, amesema amen. Wengine mnazikodolea macho. Mnaombeaga kwamba akiondoka tu kiwanja cha mjini changu. Kwa hiyo hata akiuguaga waga ufungi kumwombea. La, unamwombeaga baba mtoe. Kuna watu hii dunia kule Msumbiji kuna kesi moja ilitokea. Ya kijana alikuaga bibi yake kule Msumbiji. Kwa mfano bibi Kevi hivi Msumbiji unalipwa mshahara kila mwezi, kwenye akaunti yako unakuta mshahara. Wazee wote Msumbiji waga wanalipwa. Mjukuu mmoja sasa akaona bibi yake hafi. Maana utaratibu ni kwamba bibi endapo akifa, basi mjukuu wake anarithi ile akaunti. Kaona bibi anachelewa, akampiga panga. Anataka nini? Anataka alipa na yeye hawa anapata. Sasa nikaomba na huyu mama, huyo kaka aliyetengeneza hilo jambo, wakatoa na sadaka, akafa. Kwa hiyo alipokufa akawa anazuia sasa hiyo nyumba. Yaani ulimwengu wa roho sasa anatengeneza mazingira hiyo nyumba huyo mama asikumbuke, kwa sababu pia anajua naye atakufa. Yaani jana nilikuwa namuombea huyu mama, namtukana, alishakufa yeye, namtukana. Namwambia ni mshenzi. Unatoa mpaka sadaka ya ng'ombe ili kuua mtu, ukafa wewe. Si bora usingetoa sadaka ya ng'ombe, pengine ungekuwa unaishi. Kuna wakati mwingine hao wanaotuendea kwa waganga tuwaruhusu waende, ili ikigonga kwangu iwe kwake. Amina. Jamaa akafa. Kwa hiyo akafa, mdogo wake kafa na yeye naye akafa. Wakawa nasema sasa huyu mama yani imekuwa ngumu kumuua. Nilipomaliza kumwombea alitapika vitu vingi. Nikaomba tumbo lake la uzazi lirejee na kila kitu kirejee. Mama huyo aliyekuwa anasema ni kama amebeba mlima, akasema najisikia mwepesi sana mchungaji. Amen. Kitu gani kimemsaidia? Matamko. Amen. Nikamwambia na hiyo nyumba unayoishi ilikuwa hivi na vile na hivi. Akasema mchungaji, mimi nilikuwa sijui. Asimwambie baba yako wa kiroho aende akaiombe. Japo alitaka mimi niende. Nikamwambia mimi nawahi Ramadi. Kuna matamko yanaweza kukufanya uishi vigumu. Lakini leo kwa sababu Mungu amekupa nafasi, umesikia, tamka uwe na maisha rahisi. Amen. Kuna vitu unavyovipitia ni vigumu. Leo Mungu ameruhusu tamka ili usipitie magumu. Amen. Magumu ni kwa sababu kuna aliyesababisha uwe na magumu. Lakini yupo Yesu anayeweza kuyafanya magumu kuwa marahisi. Amen. 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 Matamko. Akamtamkia kijana, akamwambia ndugu zako wa kiume watakuinamia. Utapata manono ya mbinguni.
Na yeyote atakaye kulaani atalaaniwa, na yeyote atakaye kubariki atabarikiwa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Maneno yote yaliyotamkiwa ya laana na yafuta kwenye maisha yangu. Nafuta maneno ya laana, yamrudie yeye aliyeyatamka. Yarudi kinywani mwake, yarudi kinywani mwake. Iwe kama hajawahi kunitamkia, iwe kama hajawahi kunitamkia. Leo nayarudisha maneno ambayo yamenishika, yanayonisumbua, yanayonitesa, yanayonikabili. Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai, ninarudisha maneno yaliyotamkwa juu yangu na mwanadamu na mtu aliyekuwa amejawa roho za giza, roho za majini, roho za mababu, roho za majoko. Ninarudisha maneno yote. Mfate kwa jina la Yesu. Mengine nayafuta. Maneno yanaweza kufutwa. Maneno yanaweza kufutwa. Nafuta maneno yaliyotamkwa na mama yangu mzazi wakati sijao mtu mzima alinitamkia. Nayafuta kupitia jina la Yesu. Nafuta maneno yaliyotamkwa na babu yangu aliyemzaa mkubwa, lakini yupo mkubwa kuliko yeye, anaitwa Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ndani yake natamka maneno ya kwamba leo nifunguliwe, leo niachiliwe. Yeyote anayenifuatilia ulimwengu wa roho, mganga, mchawi, mizimu, Freemason, baba, mama, mchungaji, lakini wagiza anatamka maneno, anazungumza maneno, anageuza maneno yawe sehemu ya maisha yake. Yakobo akamwambia Isaka, akamwambia Yakobo, yeyote atakaye kulaani atalaaniwa, yeyote atakaye kubariki atabarikiwa. Yesu, Mwana wa Mungu, mimi ni uzao wa Ibrahimu, mimi ni uzao wa Isaka, mimi ni uzao wa Israeli. Ninaamrisha aliyenilaani laana juu yake, aliyenilaani magonjwa juu yake. Leo narudisha maneno yote kwa jina la Yesu. Nayafuta ulimwengu wa roho, maneno yao, majini, majoka, mabibi, mababu, nafuta kwa jina la Yesu. Nakataa tamko ya giza, nakataa tamko ya mganga, nakataa tamko ya uchawi, nakataa tamko ya mchungaji, lakini wagiza, nakataa matamko yake ya kwamba nyota yangu haitumie, nyota yangu haifunike, nyota yangu awe nayo. Nakataa haya maneno yaliyotamkwa ulimwengu wa roho. Leo nakataa maneno yote kwenye ulimwengu wa roho. Nafsi yangu yanayotafuta huduma yangu, yanayotafuta biashara yangu, yanayotafuta mifugo yangu, yanayotafuta watoto wangu, yanayotafuta familia yangu. Maneno yanazunguka maneno yanafuatilia huduma kanisa. Tunayafuta ulimwengu wa roho, tunayafuta hayo maneno kwa jina la Yesu. Hayo maneno ya kiganga, hayo maneno ya giza, hayo maneno ya majoka, tunayafuta kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nakataa laana iliyotamkwa juu yangu, juu ya familia
familia yangu, ya kazi yangu, ya biashara yangu, ya huduma yangu, ya nyota yangu, ya kazi yangu, ninayafuta, nateketeza viashiria ya madawa, ya matana, maneno, ninateketeza, ninayafuta, kila maneno, ninayafuta, neno, sadaka, fedha, futa hiyo maneno ndani yangu, kwenye mwili wangu, nakataa, nitamkia kwamba ishwe kabla ya wakati, ni paralyze kabla ya wakati, ninakataa, paralyze, ninakataa, damu ya Yesu, ninaondoa matamko yote yaliyotamkwa na nguvu za giza, na mizimu, na majoka, na miungu, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ni mwana wa Mungu, ni Mungu anayetenda kazi upande wangu, imeandikwa Mungu kwa upande wangu. Ni nani aliye juu ya Yesu, aliye juu ya Yesu? Ninayafuta maneno yote yaliyotamkwa kwenye maisha yangu, maneno yote yaliyotamkwa kwenye kiuno, kwenye miguu, kwenye mikono, kwenye tumbo, kwenye kifua, kwenye macho, kwenye masikio, kichwani, na amoro, maneno yote yanafutika. Ayubu